marriage mingi kama zangu zilianguka. Nilijaribu kila aina ya marriage zilianguka. Au and why? Hakuna mwanamke hata mmoja tulikosana hata sasa tunasalimiana na muuliza wapi yake. Hata yeye hajui, mimi sijui. Nikaenda kwa huyu, tukakuja tukakaa tukazaa, tukawachana. Nikamuuliza wapi yake. Yeye hajui, mimi sijui. Lakini nilipoenda nikachipa, nikapata kwetu kuna shida. Basi ndio kwa maana uende ununue maharagwe, ununue kitu, you own it first. It must be from you. Hiyo ndio dalili. Na miko hiyo ni modo leo. Kile kitu unakuja kupatiana, you must own it first. Akamwambia Abraham, unipe mtoto wako. Mtoto wa nani? Wako. Mtoto wako wa kipekee, Isaac. Lazima identify, you give it a name. Akamwambia Isaac, yule ambaye unampenda. So, ownership number 1, belonging number 1, naming, it must belong from you. It must come from you. Na hiyo sadaka uipatie jina. Ukija kupatiana maharagwe yako pale ama pesa zako, usije tu kupatiana kitu chochote bila jina. Mungu hachukuangi sadaka haina jina. Ninamsema unatoa hiyo sadaka kwa nini? Is it a love offering? A sacrifice? What is it for? Ni ya nini? Kila sadaka itolewao lazima ikue. Akamwambia Abraham, unitolee huyu mtoto kama sadaka ya kuteketezwa. Mnanielewa sasa? Uitoe kama sadaka. Sadaka yoyote lazima iwe na jina. Usipoipatia jina haina connection. Because sadaka inakupatia connection. Ukitoa sadaka unawekelea hapa na unaenda, hakuna kitu ambacho kinapatiwa kwa nyumba ya Mungu for free. Hello? You don't give anything for free. You give because there is a connection, there is a command, there is a will of God. So, hiyo connection, Abraham akamwambia unipatie mtoto wangu. Kukubali kupatiana ilikuwa ni ishara ya connection. Na kutoka hapo akaambiwa akasema umchukue mwana wako wa pekee. So lazima kiwe ni kitu treasure, kitu nakipenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tuletee chakula ya mahindi ambayo imekuliwa na ngosha. Ama iko na ile inaitwa nini ile chemical kibaya kinamwaga watu. Aflatoxin what? Sasa akamwambia mwana wako wa kipekee umpendaye, alafu akasema Isaka, sababu kulikuwa na mwingine. Kwa hivyo sadaka hii unayoitoa lazima iwe ni yako na iwe ni ile ambayo imetokana na hatima yako. It must be from your blood. Ile wa kipekee umpendaye Isaka, ukaende zako mpaka nchi ya Moria. Halo, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmoja wapo nitakao kuambia. Halo, Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka kumaanisha nini? Nataka kukuambia sio lazima ulete sadaka yako hapa. You must get to be told by God. Aliambiwa ni katika nchi ya Moria. Upeleke nchi ya Moria katika mlima mmoja nitakao kuonyesha. So, a sacrifice, it is a direction from God, from the word God. Akamuita Abraham. Naam, baba niko hapa. Akamwambia, chukua mtoto wako wa kipekee umpendao Isaka, ukamtoe kama sadaka ya kuteketezwa kwenye mlima mmoja kule nchi ya Moria, kwenye mlima mmoja. Umesikia hayo? Ni maagizo kutoka mwanzo. Na amekwambia ni nini unastahili kutoa. Sio mchungaji wako akwambie lete 100,000 nikuvunjie madhabahu. Sio mchungaji wako akwambie lete shilingi 10,000 mbuzi kondoo nikuvunjie madhabahu. Hapana. Any sacrifice, it is a God-driven sacrifice. It is not personal. It is not your thinking. The day umeshika sadaka ile umeishika hivi, alafu uanze kuaji nipeleke shilingi 10,000.
I think tupeleke 30. I think tupeleke 45. I think hiyo kanisa ni kubwa. Unajua apostle ni mtu mkubwa sana. Wacha tupeleke 100. That is not a sacrifice. If you argue, kama ulikaa ukaanza kubishana kwenye akili zako, nipeleke 10, nipeleke 20, imeondoka kwenye sacrifice. A sacrifice is an order. Akamwambia Abraham, nipe mtoto wako. He is specific. Akamwambia Gideon, nenda kwa zizi la baba yako, uchukue ng'ombe wawili wa miaka 7. Ndume wawili wa nani? Wa miaka 7. Kisha akamwambia Suleiman, nenda kwa mlima Gibeoni, chukua ng'ombe 1000 ukanichinjie kwenye mlima. Akamwambia wale wana wa Tomaso katika Job 42, akawaambia kwa maana hamjanena vizuri, hamjafanya yaliyo ya kweli kwangu, kama vile Ayubu amefanya mtumishi wangu. Mwende mchukue ng'ombe 7 na mbuzi 7, mpeleke mtumishi wangu Ayubu atatoa dhabihu, kisha mtasamehewa. It is an order. Sacrifice is an order, not your thinking. Sio ukae chini ufikirie nitoe 10, nitoe 20. Ikifika umefikiria utoe 10, utoe 20, imeondoka from the sacrifice. Imekuwa an offering. Nataka tujue what's the difference ya sacrifice na offering. Nifungulie Hebrews 5. Hebrews 5. Just for the understanding. This is not my teaching, but just for the understanding. Kwa sababu ninataka niwasaidie, msaidike. Hiyo maskini mko nao mlitoke kwenu. How to get this blessing. Inasema maana kila kuhani mkuu aliyetwaliwa katika wanadamu amewekwa kwa ajili ya wanadamu katika mambo ya mhusio Mungu, ili atoe matoleo ya dhabihu. Mwenelewa? Kwa ajili matoleo na dhabihu. Mnanielewa? Afanye nini? Turudie tena. Angalieni hapo kwa screen, wale unaweza kusoma. Maana kila kuhani mkuu aliyetwaliwa katika wanadamu amewekwa kwa ajili ya wanadamu katika mambo ya mhusio Mungu, ili atoe matoleo number 1 na nini? Na dhabihu. Matoleo ndiyo offering. Hiyo unaweza kuargue na bibi yako, unaweza kuargue na akili zako, unaweza kuargue useme wacha nipeleke shilingi 10. Wacha nipeleke gari hii. Wacha nipeleke kitu hiki kwa nyumba ya Mungu. You can argue. Lakini ikifika ni dhabihu. Dhabihu ni utakatifu. Ni kifunguo chako na Mungu. Ni Mungu akuagizaye kile unachofaa kutoa. Sijui kama tumeelewana hapo. So when it comes to a sacrifice, kuna madhabahu inakusumbua, kuna nguvu za giza, kuna vitu kwenu. Sacrifice ama dhabihu inatumika kuvunja miamba na madhabahu na vitu ambavyo vimetawala katika nyumba yenu. Madhabahu ambayo inatawala mwanzo inakuja kupitia kwa familia, the family line. Number 2 inakuja kupitia kwa damu, the bloodline. Number 3 inakuja kutokana na marriages, the kind of a marriage you have. Tuliona na huyu mama, kwao kuna mizimu gani, kwetu kuna mizimu gani. Tukiunganika, that marriage itakuwa na a new generation, a new channel ambayo mtaishi kupigana. Na ndio unaona marriage mingi kama zangu zilianguka. Nilijaribu kila aina ya marriage, zilianguka. Au why? Hakuna mwanamke hata mmoja tulikosana, hata sasa tunasalimianaga na muuliza wali yake, hata yeye hajui, mimi sijui. Nikaenda kwa huyu, tukakuja tukakaa tukazaa, tukawachana. Nikamuuliza wali yake, yeye hajui, mimi sijui. Lakini nilipoenda nikachimba, nikapata kwetu kuna shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilipopata kwetu kuna shida, nikaenda mlimani kuuliza Mungu, what should I do? Akaniagiza, akaniambia, kweli kuna madhabahu hii na ilitokana na baba ya Luka yako. Baba ya Luka yako alikuwa na wanawake 36. Luka yako alikuwa na wanawake 30. Baba yako alikuwa na wanawake 2.
wawili wala tunajua. Mandugu zake wote kila mtu alikuwa na wanawake wawili, watano, sita. Bwana Yesu asifiwe sana. So ile madhabahu ya the great kukaa ya 36 ndio ilikuwa ndani yao. Mnaelewa? So lazima mimi nilikuwa nimeapa nikasema sitakuwa na wanawake wangapi? Wawili kwa nyumba. Lakini kwetu ile madhabahu nimetoka inasema namna gani? 36. Sasa mimi nasema 1. Kule inasema 36. Sasa nitaoa huyu. Nikioa huyu hiyo mizimu ya kwetu itahakikisha tumelala na yeye amepata mimba. Immediately akipata mimba, kitu kinakuja, tunakuwa separated. Kasirika. Katika makasiriko yangu ninaenda kwa huyu. Na yeye anajienda kujipatia pole ya makasiriko ya nani? Ya huyu. Mimba inadukika. Bwana Yesu asifiwe sana. Na yeye makasiriko inaingia, ninahama. Ninakuja kwa nani? Kwa huyu. Na yeye makasiriko kwa sababu namba yetu ni 36. So ile kuongea kwangu kuna kamatiwa hapa. Mimi wewe endelea kuongea, lakini vitendo vya kule umetoka. The lineage yako, vitendo vya lineage yako vitaendelea kutawala. Bwana Yesu asifiwe sana. So hizo vitendo vya lineage, hivyo ndivyo tunaita madhabahu ambayo yanatawala kweli. So hata ukijaribu, utakaa na mimi utakuja hapa tufunge ndoa, tuseme yes I do in the days of happiness, in the days of crying, in sickness and in health. Yes, I do. Utasema maana mdomo umeruhusiwa kusema. Lakini madhabahu ya kwenu imekuruhusu. Madhabahu ya kwenu inasema wanawake ni dhate. So kwako utakaa mzuri, baba mzuri, lakini ukisikilizwa na huko nje maneno mengine. Different story. Wewe ni pastor lakini huko nje maneno ni tofauti. Why? Ni order ya madhabahu ya kwenu. Order ya sheria ya kwenu inasema ni wanawake wengi. Lakini order ya pastor na kanisa na hii ina mpya ulitengeneza inasema mwanamke ngapi? Sasa wewe umetoka wapi? Kwa mizimu ya kwenu. Wewe na msugu alikuletea Bible, nani mkubwa? Nani mkubwa? Ni kule umetoka. Maana kule umetoka. Ni kwa nini nimesema ni kule umetoka? Kitovu chako kiko na nguvu juu ya kila kitu chochote. Kitovu chako mokonyo kana kitu takate olera iko na nguvu above any other thing. Whether you get saved or you don't get saved, kitovu chako kitadictate kule unaenda. Maana kitovu chako kilifanywa madhabahu. Sio kama unaelewa? Wakati ulizaliwa, wamama wazee hapa wanaelewa. Wakati ulizaliwa, lorela yako, kuna vitu wamama walikuwa wanaenda wakati wa kwenda kutupa. Kuna vingine wanatupia mbwa zinakula, kuna vingine wanarusha ndani ya choo, kuna wengine walikuwa wanakausha wanaiweka juu kule. Wale ambao tulizaliwa kule watu wa town, wale tulizaliwa kule nyumbani, ulikuwa kile tulitaka itara. Unajua itara ni nini? Mara tulikuwa tunaweka kuni ndio ikauke. Huko juu kulikuwa kuna mahali shosho anaficha vitu zake pale. So kuna kitovu cha mtu kimefichwa na shosho. Itara pale ameficha huko. Na kuna kitovu cha mtu kiko ndani ya choo. Na kuna kitovu cha mtu kilikuliwa na mbwa. Na kuna kitovu cha mtu kilirushwa kwa mto, kikaenda na mto. Hello. So kitovu ndicho kilitumika kukulisha chakula cha kwanza. Kitovu ndicho kilitumika kukupatia uhai ambao uko nao. Bwana Yesu asifiwe sana. The breathing system ilipitia kwa kitovu. The eating system ilipitia kwa kitovu. Kitovu chako ulipotoka kilikatwa ndio utenganishwe na kule nchi ulitoka ya tumbo ya mama yako. Sasa ukiingia hapa duniani umetenganishwa. Sasa kitovu kitakuwa na madhara kwako ama baraka kwako kupitia ni nani alichukua kitovu chako? Ni mkunga mgani alichukua kitovu? Hao sasa ndio watadetermine your destiny. Maana kitovu ndio kimekamata destiny
your tomorrow iko kwenye hapa umbilical cord. Kama it was messed with, your life will be messed forever. If your umbilical cord ilikuliwa na ugwa, that wewe unakuwa na spirit ya ugwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna familia za kina hoteli, wao wanapika kitofu wanakula, sio? Wao wanakula. Sasa kabla wakule, ni ceremony ilikuwa inatengenezwa. Ceremony kubwa wanatengeneza, all the clan elders must be there. So your clan elder mmoja ni mchawi, clan elder mwingine ni mganga, clan elder mwingine ni sasa hii familia imebarikiwa, huyu alikuwa jeshi, brother yake mwingine polisi, brother yake mwingine ni engineer, brother yake mwingine, lakini the clan elders hawa kwao hakuna mtoto hata mmoja amefaulu. Bali niangalie sasa. Hakuna kwenye hawa wengine clan elders mtoto hata mmoja amefaulu. Lakini kwa huyu watoto wote wamefaulu. Sasa na yeye pia amefaulu. Sasa wewe clan unajua mkonyo ndio destiny, what will happen? Wamekuja sasa wale watu ambao hawajafaulu. Wataleta baraka ama watachukua baraka zote? Watawacha kama wamekumaliza. Sasa wale ambao kama sasa ya hawa ni kukula, wanapika kwa chakula. Wakikula ni maneno gani wanasema? Halo. Wakikula hiyo ni mara ya toile. Dokimenya to ni hoka for the meko. Kudhemeko ni nini na Kiswahili? Ni kudhemeko. Sasa ukidhemekwa, mtoto huyo anapatana na mikosi moja baada ya nyingine. Niliwaambia mimi wakati nilizaliwa na kachei kwa shingo yangu. Uzuri nilikutana na daktari, maana manases wote walitoroka. Because mimi nilikuja na mguu, sikukuja na kichwa. Ndio naona akili yangu inakuwa mbele kidogo. Kwa sababu nilishuka kutoka wapi? Juu. Hii wewe ni kuanguka, mlianguka nayo. Bwana asifiwe sana. Sasa wakati mimi nilishuka ilikuwa abnormal. Namba 2, sura yangu haikuwa ni kama ya mtu. Nilikuwa mweusi kama makati titi. Alafu kitu yangu kilikuwa kinaonyesha meno pale ndani. Alafu nilikuwa ninakaa, najua siku ile ya tulikuwa tunajenga SGR. Kuna mama fulani hapo namjua, alienda hospitali kupatiwa mtoto. Alipokwenda kupatiwa mtoto, kile kilitoka nini? Ni jumtomli. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa baba mtoto akanunua karai, akanunua besheni na vitu zote, aende kwa hospitali kwenda kuchukua mtoto. Kufika huko alipata ni jumtomli. Jamani, rudi nyuma, karai akaagusha na mpaka wale hawajaonana na huyo mama. So hata mimi nilikuwa na kisura kama hiyo barabara. So manases wote walipokuja waliangalia wakasema, "Ai, hii ni laana." Kwa sababu huko kwa wakale, Kaplong Hospital. Wakasema hii ni uchawi. Wengine wakasema, lakini kulikuwa daktari mmoja, the main, he was a father and he was also a doctor. Anaitwa Hezekiah Ogunyu. Ndio I think hiyo jaluo tuko na kitu. Akakuja akaambia mama yangu, huyu mtoto is not a normal baby, umchunge. Na anaweza kuwa atapatana na vita dunia hii, lakini ni mtu mkubwa sana. Na ndiye akanipatia jina Hezekiah. It was given to me by that father. Na akaambia mama yangu, Hezekiah inamaanisha nini? Alikuwa mfalme na alikuwa nini? Nabii. I want to get this message. Si Hezekiah nataka mjue. I want you to get, ukitaka kujua jina yangu tuma M-Pesa. Na inatoa jina M-Pesa ya elfu kwenda juu. Hizi zingine inatemaka anonymous name. So akampatia huyo father, naambiwa akanichukua, akaniosha, kisha akanidedicate, akaniombea. Hata kama alifanya hivi, lakini aliniombea. Akanitengeneza, akaambia
inakitenganisha na any possible attack ama any possible diversion ambayo inaweza kunidivert from my original calling. Maana alitamka huyu ni mtu mkubwa, huyu ni mtu ambaye atafanyika kiongozi mkubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kisha akatoa ile chei akampatia mamangu, sichukue mamangu alipeleka. Lakini kama angepatana na watu wachawi, wangeniulia hapo. Wangesema haka kitu kana mkosi. Kama ukienda kwa Waluya, wale wamama wa Kikuyu mnapenda kwenda huko kwa Waluya, mjihadhari sana. Ukienda uzae mapacha, hiyo mapacha inauliwa kwa sababu imeleta mkosi. Waluya in the house. Ni kweli? Is that true? Otino, you are closer. Yeah, mapacha kwa Waluya inamaanisha kuna nini? Ni mkosi umelete. Ama sio nani? Shiko. Unaleta mkosi. Kwa hivyo ukiwa na tumbo unaopaga tu kakuja kasiku. So it all depends who will handle you. Tunazungumzia mambo ya kitovu. It all depends who handled you. Ni nani? Ni mkunga mgani ambaye alikushika? Ni nani? Kwa sababu huyo ndio alichange the course of your life. Huyo ndio alibadilisha mkondo ambao Mungu alikuwa anasema huu ndio mkondo utaupitia. Kwa hivyo kama kulikuwa na kitu wakaona, maana wakunga ni watu walikuwa wametengenezwa na Mungu. Wakunga they were anointed. Niko kunuro makunuro. Wakunga sio watu wa kufundishwa. Si kama hawa nasi tuko na wao. Ukienda kanasi uende kama kumwani makule kwingine, utapata kati ya wa nasi 10 mmoja tu ndio mkuga. Mkuga ametoka kwa Mungu akiwa mkuga. Ndio nakuta zamani hatukuwa na operations, lakini walikuwa nasugua mtoto anatoka. Maana they were talented, they were given. It is a God given gift to them. Ama zamani mlisikia operation? Hakuna. Operations zimekuja sasa. Sasa niambie, kwa nini zamani hatukuwa na complication? Ati mjia mtoto imekataa kufungua. Ilikuwa inakataa, lakini mkuga alikuwa ni kama nabii. Alikuwa na kipawa cha kufungua. Na akifungua mtoto anatoka vizuri. Alafu mtoto akizaliwa, mkuga alikuwa na uwezo wa kusema huyu mtoto atafanyika vipi. Alikuwa na uwezo wa kusema huyu mtoto atahitaji malezi kama haya. Sababu mtu ambaye ako na gift, ako na kipawa. Lakini sasa wale ambao tuko hospitalini sasa hatuna vipawa, tuko na elimu. Kuna tofauti ya vipawa na kuna tofauti ya nini? Elimu. Sasa kule mwani kuna vitovu vingi, maana wakunga walijua jinsi ya kudispose kitovu. Wakunga walijua jinsi ya kupeleka, kitapelekwa wapi, kitafanywa nini, ni itikadi gani zitafanyika kwenye kitovu kile, ndio kiweze kuleta mwelekeo wa maisha yako. Sio kama mnanielewa? Maana kitovu ndicho kina mwelekeo. Kitovu ndicho kinakutenganisha wewe na wazazi wako, wewe na mama yako. Kinapokatwa, kikikatwa kimekutenganisha, kimelete difference. Na kutoka hapo aliyekata, yule alikata, aliweka mwelekeo wa maisha yako. Maana kitovu ndicho kilikupatia mwelekeo wa kukaa ndani ya tumbo. Tumbo ulipokatwa, ulipotoka, kikatoka, kwa hivyo ulikatwa ukawachwa duniani. Ukapatiwa mwelekeo mpya. Aliyekukata kitovu kile, alikuweka mwelekeo aidha mbaya ama mwelekeo mzuri. Mahangaiko ambayo unahangaika nayo yalitoka kwenye kitovu. Ni nani alikuzungumzia? Ni nani alikushika? Ni maneno gani ulinenewa wakati ulikuja? Mbaraka gani ulinenewa? Ni macho, ni jicho gani? Kwa maana kuna watu wako na jicho la kuua, jicho la kuangamiza. Kuna watu wako na jicho ambalo ni maangamizi. Anakuangalia tu hivi. Etawa maiko make. Yeah? Make tu. Makiuno. Wakibu. Hizo yake. Yake tena. Ile nini? Jicho tu akikuangalia hivi, maisha yako inaharibika. Huyo mtoto ataishi kwenye misingi mibaya. Magonjwa hayaeleweki, mikozi haieleweki. Maana msingi uliowekwa kwako uliwekwa na mtu aliye na maono mabaya, aliye na mpango mbaya. So some of many things ambazo tunaombea hapa. Nitakuombea, lakini ulinenewaje?
Sasa mimi nakuambia kichwa kinauma, mimi nakuambia mgongo nauma, mimi nakuambia miguu ni mibaya, mikosi ya barabara, mikosi ya kazi, lakini nani alikunenea wakati ulizaliwa? So mimi I am praying, naomba maombi ambayo ni completely different from what we are supposed to do. Maana I am supposed to address kitovu chako, si mikosi. Maana mkosi umesababishwa. Ni nini kilisababisha mkosi ule? Matatizo ambayo uko nayo yalisababishwa. Ni nini ilisababisha? Ndio naambia Wakristo, muache ulokole na ujinga. Yesu alifanywa itikadi zote za tamaduni za Waisraeli. Zote. Alitahiri siku ya ngapi? Alafu baada ya kufa kwa Korino, alitolewa nini? Alitolewa sadaka? Sadaka gani? Ya taji. Mungu. Alitoyoke Mungu wa gani? Yesu. Alitoyoke. Dia hoi na Kindiki. Na dutura. Dia hoi, dutura na kamutu. Kulingana na mtugo wako. Ni kweli? Kulingana na mila na tamaduni za kwao, alifanywa matambiko yote. Akasakamsaisiwa siku ya 8. Akainuliwa madhabahu ya kwao. Kisha akapelekwa kwenye sinagogi kufundishwa jinsi Mungu anavyotaka. Kutoka pale akaelezwa jinsi atakavyokaa Mungu anavyotaka. Kwa hivyo Yesu alipitia all the processes. Kuja hapo kuniletea ujinga kuniambia wewe uliokoka. Mambo ya Shetani na Ukikuyu sitaki. Mimi mwanzo mimi ni Mkikuyu. Namba 2 ndio mimi ni Mkristo. I'm a Kikuyu first, then a Christian number 2. Unanielewa? Na kuwa Mkristo, nafuata bado Yesu ameniambia hakuna kitu alikuja kubadilisha. Hakuja kubadilisha nini? Mambo ya Musa. Atogotire katumuka kana yatakahiga. Are you getting me? Chochote sheria zote za Musa alikuja kuzitia nguvu. Kwa hivyo mwanzo mtu asikuje kukubrainwash ati wewe ni Mkikuyu, kwa hivyo ondoka kwenye Ukikuyu unaitwa Mkristiano. Christianity, jina Christianity, it is not for Yehusha Mehazia. Jina Christianity ni jina lilitengenezwa na wale walikuwa wanapigana na Ukristo na Yesu Kristo mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo the foundation of that name, is it godly? It is a name, a mockery name. Ni jina ya madharau ya kejeli. That is what we call Christianity. Hapo Christianity nani alilete? Ni Wayahudi walileta ama ni Waroma? Ni Waroma walilete. Waroma walikuwa wanampenda Yesu ama walikuwa wanamchukia? Waroma ndio walimuua Yesu. Waroma ndio walichochea. So they didn't like him. So they killed the messenger and carried the message. Waliua messenger. Mwenye alikuwa na message ni nani? Ni Yeshua. Yehusha, si Yeshua. Yehusha Hamashia ndio alikuwa na message. Wakamuua. Message wa Roma wakaichukua. Wakaanza kuihubiri vizuri kuliko mwenye message. Kwa sababu walijua hii ni pesa. Ndio toka. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakakuja wakakwambia, "Ori na ng'ombe itire na fata." Ori na ng'ombe na bia itire na fata. Kido kiria kina fata no iriwaki. Ati ori na ng'ombe na ng'ombe itire fata. Kila kina fata no iriwaki Yesu. No mkemba. Alafu mwenye amekwambia hivyo nenda hapa limu. Ready hii hapo juu. Unaitwa nani? Una jina unaitwa Tigoni. Si hapo ndio wako na nini kubwa sana? Nenda uone hizi moto ziko na mofea hapo. Ndio wana supply maziwa kwa duka na msima hapo. Nenda uone ile cabbage yamepanda hapo. Mimi nataka kununua wakati nikipita hapo. Nenda uone kila kitu ile shule mzuri ni hapa. Hospitali mzuri ni hapa. Shamba mzuri Kenya mzima. Karibu Kenya mzima. Only Catholic wako na shamba.
Kiria kina bata noriri wa Jesu. Wendete teriri wa Jesu. Ararĩria mbũri ciake. Hapo na busi za dini za ng'ombe za dini kama ni Yesu peke yake. Ni kumaanisha kuna kaukubavu tuliwekwa hapa. Alikudanganya akachukua mashamba yote. They are the largest owner of land in Kenya. Not only in Kenya, in Europe. They are the largest owner of land. In America, they are the largest owner of land. Bado kwa Waarabu, in Saudi Arabia, huko na kanisa Catholic na wanasikilizana na huyu. Na wako na mashamba na wanalima na tabia zao na mila zao. Bwana Yesu asifiwe sana. So, mahali ulifundishwa neno ina determine where you are headed to, what you gonna become. Yule aliyekata kitovu chako, alikata akakipeleka wapi? Kama ni shosho amekiweka huko chini, huko kwenye itara pale juu. Kama ni shosho ameficha, maana kuna mashosho walikata wakaweka wakaficha, mpaka sasa wananeleaka nini? Na shosho wenu ni yule mchawi. Ndio ameweka kitovu chako. Utakuwa dunia hii. Shosho kwa ni wamrami itola ilima. Shosho kwa ni mboga de mondo mboga. Ukakwa ni mondo mboga. Na ndio wameweka kitovu, ndio wamekiweka kule juu. Wanakineneaga nini? Na mahali wameweka kitovu chako, ndio wameweka uganga yao, vitu zao za uganga zimewekwa hapa kitovu na hapa nini? Uganga. Sasa niambie, unakuja hapa unafanyika mhubiri mara siku 2-3. Unaanza kupeperuka kama kipepeo, kimeona moto, unaruka. Hata kama Yesu akikuja kweli, sio atatoka. Kwa sababu you are not a Christian. Ni kitovu penye kimewekwa. Ukiingia kwenye madhabahu yako na spirit, hiyo spirit zinaanza kugongana. Zikigongana sasa wewe unafikiria anapigana na anafanya kitu, kumbe mizimu ya kwao imekuja. Sasa unafikiria kiroho alishuka. Na spirit inagongana na yeye. Maana kitovu shoshua aliweka pale kitovu. Kinaongea. Ukitoka hapa unakuja town, kitovu kimefungwa kule nyumbani, hatukukubalishi wewe kwa tajiri. Kitovu chako kimefungiwa karatasi ya nayo ni makibulini. Kimefungiwa kimekaa. Miaka yote kimekauka. Ndio unaona umekauka hivyo. Ulikaushwa. Bwana Yesu asifiwe. Na watu wao kumama na oh my lord. Gloria makata. Rebebese telebosa yanda lokata telebobo. Huyo ndio para bosa ni nini? Atelebozi molaji make. You need to go dio manura ambayo inaweza kueleweka. Sio ya maroka ya mashamba. Hapana. Hakuna. Odioma is a language of angels in heaven. That is a language must be understood, must be heard. Lakini kwa sababu ya kitovu chako mahali kiliwekwa. Kitovu chako mahali kimefukiwa. Kimefukiwa itara. Na yeye alifuka. Ni shosho yako aliyekuwa mganga na alikufa. Na miano huko imewekwa, kimewekwa kwenye hizo bozo za miano. Kimewekwa huko. Sasa wewe ndio unaonanga milipuko yako. Huko na bwana yako kwa nyuma huko mmekaa vizuri. Unaanza kumwambia bwana yako no nonsense. I can't do this. No nonsense. I don't want this nonsense. Jesus. Kama amekilia ni uko na bwana yako, mmekaa hapo mlikuwa. Na uko na Biblia, na uko na nyimbo za kwa sababu vile. Higolo kwa Yesu. Ukweko la liko ile. Ukeruka ukeruka. Higolo kwa Yesu. Tuwachimani yako. Hallelujah. Musangara. Yekindere muri musangara. Musangara. Sasa chakula kifika kwa meza. Maana mlikuwa kitovu kile kimefungiwa, kimefukikia maskini. Ukiwekelea chakula kwa meza. Nonsense. Kwa sababu umeona bwana yako alikuwa na scroll hivi. Si phone zinakujaga na mama na baba wanafanya pornographic. Ukifanya hivi. Ama ni za watu hapa dunia inaonekana peke yake. Sina kujaga kwa watu wote. Sasa mzee alikuwa na scroll kwa kali ya TikTok. Ni nani? Ni Chelsea ama ni Ruto? Sasa unaona hapo bahati mbaya kisanamu kikuje. Na hiki kisanamu kimekuja. Ni mama na baba wanafanya maneno haya. Sasa naye bibi na jicho yake ya kishetani amemulika mara
moja ameona ile kitu baba alikuwa anafanya. Nonsense. Baba Ian. Mbona inakenda raba sendelele? Pepo ina sendele bosana. Kumbe ni kitabu kinaongea kule nyumbani. Dawa inafutika hivi. Kitu kidogo alikuwa alafu kibahati kwa siku ya kufa kwa nyani. Miti yote inatereza. Sasa wakati tu ulikuwa unafanya hivi. Kaneto katika ikahama. Sasa inakwambia na mbele hizi. What is this? Baba ya, what is this? Rema. Kama ina tu. Hello. Father. Ni mwana kwenda kama. Neke. Imagine. Baba ya. The end of the church on full of Mimi kitabu mahali kimefungwa ndio kimegumuka, maana ni karibu kuingia. Kitovu ndio kinashikilia hatima, destiny. Kitovu ndio destiny yako. Na saa hiyo mlikuwa mchana umeandaa chakula for the breaking news from the husband. The contract ambayo tulikuwa tusaini imekuwa sign. Watu wa kutoka France wamekuja, tumesaini. Tunangoja tu kwenda kesho kwa lawyer tumalize. Sasa hiyo ndio shetani anakuja through pornography, kwa sababu kitovu kile kimerogorio kwa hiyo maneno. Na mama anaruka na signing contract ilikuwa ya 10 billion. Na mama hiyo kitu yote inaondoka kwa kichakaria. Unajaribu kumwambia mama, baby, Satan, baby ya nani? Satan maraya leo, maraya leo kwa meno Satan hilo. Baby, unakuja baby sape. Niki kimokana na kia. Kaita kwa ngana. Baby. Ukisema wewe utina na mtu mgima. You think you are brainless. Kai, mwanaume aiwa ne brainless. Hebu katia. Atanyanyua kofi. Sasa hiyo utajua kuna stima inakoga ndani ya mwanaume. Utasikia magnetic power. Mama anakuka chini. The following day, siku ya kwenda kusaini contract, ni siku ya kwenda Nairobi hospital kupeleka bibi. Na hiyo contract ikianguka, unaanza kuulizana, babe, what happened? The devil is a liar. Oh babe, what about the contract? They went, oh my God, and the way I've prayed for it. Oh my God, no! The devil, you're a liar. How did he become a liar? When you listen to him. Bwana Yesu asifiwe. Kitovu kiko pale, kinaongea. Shosho alikifuka. Na shosho ni maskini wa maskini, kwa sababu ni mchawi wa wachawi. Shosho mchana anaenda kana kamuti. Ewe. Yeye hapo. Lakini kutana na yeye usiku. Ni naitirana. Mweke yeye hapa. Na inaitwa bolt. Waeka bolt hapa na shosho wenu hapa. Waambiane kwenda 100 meters. Anaenda na 5 seconds bolt inakuja. Anaanza kushangilia bolt akikuja. Ndiye ameweka kitovu chako. Baba yako ambaye ni Freemason ndiye ameweka kitovu chako. Mama yako ambaye ni mchawi ndiye amefunga kitovu chako. Ndiye amekuweka kwenye sehemu fulani. Alafu niambie utafaulu. You will not make it. You will try everything. You will not make it because hatima imebebwa na kitovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nifungulie kitabu cha Ezekiel 16 mstari wa kwanza. Kitovu chako kimebebwa na nani? Kimebeba hatima yako. Hakuna siku utafaulu. Ndio unaona hawa wazee, angalia wazee. Huyu mzee akiwa kijana, sio unaona alikuwa na nguvu. Huyu angalia hizo hizi. Sio unaona ni mtu alikuwa barabara. Unafikia amepiga watu wangapi 10? Huyu. Wengi sana. Angalia kama yule, unaona ni akili tupu hizi. Hizi ni maakili tupu. Lakini muulize kama hapo na shamba. Na akili zake ni hana. Sasa unajijua ni nini? Na alikuwa na pesa. Ukiuliza hawa wengi, siku hiyo walikuwa pesa zilikuwa za kununua shamba. Maana then shamba ilikuwa kwa shilingi 200, 300, si ndio? 50. Haikuwa pesa mingi. Na walikuwa nazo, lakini wakati iliweza kukatakata wakasema tena nimepotea leo kama dunyani. Hii ndio bora. Bwana kitovu kinamwambia usimiliki mchanga. Kimefunga mtu. Bwana Yesu asifiwe sana.
kimekukataza, kimesema hautafaulu, hautaenda mahali. Maana aliyekifunga alifunga na akasema hautafaulu. Na wakaweka ndio inaleta spirit of limitation in your family. Every spirit of limitation inatoka na mabuka na mashosho. Maana kuna kiwango waliweka kwenye familia. Ukijaribu kutafuta upendo haupati. Ezekiel, neno la Bwana likanijia tena kusema, mwanadamu ujulishe Yerusalemu matukio yake. Ni neno la nani? Si neno la wazee, si neno la wamama, kwa sababu wazee hawajui, wamama hao hawajui, community haijui, mchungaji hajui, ila Mungu pekee yake anajua. Useme Bwana Mungu, uambie Yerusalemu hivi, asili yako kitovu na kuzaliwa kwako kwatoka katika nchi ya Mkanani. Asili yako na kutoka kwako, your origin and the birth, imetoka nchi ya Mkanani. Mkanani ni nani? Why Mkanani? Mbona wanaleta Mkanani? Who is a Canaanite? Who is Canaan? Canaan ni mtoto wa nani? Yeah? Canaan ni mtoto wa Hamu. Hamu mwenye alilaaniwa kwa sababu ya kuona uchi wa baba yake. Lakini kwa sababu Hamu alikuwa baadhi ya watu ambao walikuwa kwenye Sabina, hangelaanika. Kwa hivyo laana ile ikaruka kutoka kwa Hamu ikaenda kwa mtoto. Kwa hivyo Yerusalemu imejengwa wapi? Chini ya mti unaoitanishwa na jina lililo la laana. Na si laana ya binadamu, ni laana kutoka mbinguni. Are you getting me? Kwa hivyo Yerusalemu imejengwa chini ya msingi wa laana. So wewe kwenu kunaitwaje? Umetoka Kilimanjaro. Nani wa Kilimanjaro hapa? Roho ya Kilimanjaro ndio hiyo. Nani wa Kilimanjaro hapa? Watu wa Kilimanjaro, utaenda kuna mtu unaitwa Kiangai. Kuna kijiji kinaitwa nini? Ukitoka hapo unaenda kuna kijiji kinaitwa Kiangoma. Lakini ile Kiangoma. Lakini wewe tudili na Kiangoma. Iko nilikuwa huko ndio karibu na pale tulifanyia kusema. Kuna mtu hapa ametoka hapa. Najua mshirika mmoja hapa ametoka Kiangoma. Alafu ukiingia Kiangoma, kuna kanisa inaitwa KAG, Kiangoma Parish. Utakuta PCA, Kiangoma Diocese. Utakuta Catholic huko, Kiangoma Parish. Sasa jina la huko linaita shetani, ndio Kiangoma. No KAG, Kiangoma Parish. Sasa niambie, Beria huji yote kuu na mudhiki wa kunu wako. The foundation of the name, because the name got power. Name gives a direction of your life. What you are named after, you will become. Yerusalemu imejengwa chini ya msingi wa laana. Kisha namba 2, Mwamori ndiye baba yako. Waamori ni nini? Waamori ni tribe ambayo ilikuwa inapinga Mungu, inapigana na watu wa Mungu. So, number 2, once your land is cursed, ndio nataka uelewe. Number 2, your father now. Baba yako ni Mwamori. Waamori ni watu walikuwa wanapinga Mungu. Walipigana na Gideoni, ndio walipigana na Daudi, ndio walipigana na watu wa Mungu. Joshua alipigana na Waamori, wa Rigathi alipigana na wanani? Wamereki. Wote wale ni watu walikuwa wanapiga kazi za Mungu, ndio walikuwa wakoza kupigana na Abrahamu. Huyo ni baba yake. Kwa hiyo ametoka jina baba yako, ametoka kwenye clan inayopigana, clan ambayo haipendi Mungu, clan ambayo haimchi Mungu hata kidogo, inatambua mizimu na miungu. Mama yako ni nani? Ni Muhiti. Hapo tulitoka nini? Mwamori alikuwa baba yako na mama yako alikuwa Muhiti. Wahiti ni waganga na ni wachawi.
Bwana Yesu asifiwe sana. Now that's how to interpret the Bible. Understand why wanasema Wahiti. Mama yako alikuwa why, mbona aseme ni lazima aseme ni Mhiti? Ndio ujielewe. Na katika habari za kuzaliwa kwako, siku ile uliozaliwa kitovu chako hakikukatwa. Kwa hivyo wewe nani? Kitovu chako kinaanza mahali ulizaliwa. Maana huo mchanga ndio ulizaliwa. Baba yako, mama yako. So, ulizaliwa kwenye ardhi iliyolaaniwa. Kitovu number 1. Kitovu number 2. Baba yako ni Mwamoni, mpinga Mungu. Kitovu number 2. Kitovu number 3. Mama yako ni Mhiti, mchawi. Wewe ni ile jinsi tunakunywa ina mnigi kinaitwaje? Wewe ni cocktail ya laana, uchawi na mtu anayepigana na Mungu. Kisha kile ambacho kimekushikanisha na mama yako kitovu bado hakijakatwa. Kwa hivyo mahali popote utaende, upende usipende, mahali popote utoke hapa uende Amerika, utoke hapa uende Russia, utoke hapa uweko ndani ya mafuta diesel uko ndani. Ubulini mafuta ya diesel na petroli, tajiri mtu. Ama upatiwe magoro ukage na shida bado itakufuata. Maana kitovu chako haujatenganishwa na laana ya ardhi ya kwenu. Haujatenganishwa na laana ya baba yako. Haujatenganishwa na laana ya mama yako. Hiyo ndio ilikuwa sababu ya kukata kitovu. Kukutenganisha na yale mambo yanaweza kuwa yanakufuata ya kwenu, kwa baba yenu, kwa mama yenu. Na ardhi, hiyo ardhi ambayo mmekalia ilikuwa inafanywa kazi gani? Guka. Ndiye alikuwa mchawi ule mkubwa, ndiye alikuwa kapwele. Guka ndiye alikuwa muganga the best. Guka ndiye alikuwa yule ambaye anafanya vituko na sarakasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa huyu Guka ndio bado mnakalia shamba yake. Kwa hiyo shamba ndio ameweka ilito zake zote. Kwa hiyo shamba ndio alimwaga mbuzi za kondoo zote zile alitolea mizimu. Kwa hiyo shamba ndio waliulia mtu yule walipapa huyu mzee tumumalize. Walimumalizia kwa hiyo shamba. Kwa hiyo shamba ndio kafara zote zilifanyikia. Maana hiyo shamba ni kumaanisha nini? Hiyo shamba ni madhabahu. Na si madhabahu ya jana. Si madhabahu ilitolewa kuku. Ni madhabahu imechinjwa mbuzi. Ni madhabahu imetumika mbuzi ilifinywa mtu akakufa. Ni madhabahu ilitumika kuangusha uchumi wa mahali fulani. Ni madhabahu ilitumika kuharibu territory nzima. Waganga wale walikuwa na maumau, walipokuwa kote walizunguka. Kulikuwa na waganga wachawi waliokuwa wakienda wakiroga wazungu wasiwaone. Let's go. Unia kwa mbele nake. Yako yano hode yeye kwa kujina haja ushoga. Iko ya mama ni kwale tumali ya makihata hivi tu. Sasa kwa mwanamko. Kila mahali ukikuyuni, mahali waganga mama walikuwa. Kuna wao walitangulia, warogi wa Kikuyu. Walikuwa wanaenda wakipeleka vivito, wanaenda Thika, naeka vivito. Ndio wazungu wakifika huko wachanganyikiwe. Sika mnaelewa? Ukienda Murang'a kuna vivito, ndio wazungu wakikuja wachanganyikiwe. Nao wale walikuwa mahomga, nao pia walikuwa na vivito zao za kuchanganya maumau wasiwaone. Kwa hiyo kuna vivito mingi viliwekwa hapa. Kwa hiyo nyumbani mama yako, kwa sababu walikuwa wa huko waganga, maana hatuko na kanisa, walikuwa wanaenda kwa waganga. Mganga alimpatia vivito kiko kwenu kilipandiliwa kwenu. Guka kabla aondoke alikuwa ameweka vivito zake za kugadi msi wake. Joshua naye alikuwa na vivito zake za kuprotect boma. Hawakuwa na ubaya, lakini they were protected because that is what was there then. Sasa hizo vivito bado ziko kwa boma yenu. Pamoja huko vivito zote ziko za kugadi na za kuchunga huko, mizimu yote iko huko. Mbuzi zilichinjwa. Zile za kuua watu kama huyu mzee, ya kuua watu wa maumau.
home guard. Hawa wazee walichinja mbuzi za kulaani wale wakufe. Na walikufa ama hawakufa? Walikufa. Walilaani kwa nani? Shamba ya baba yako ndio kulikuwa kunafanywa nini? Hizo mavitu. So kutoka the shamba ya baba yako ilifanyika the altar of command. Hello? It is an altar of command. Kule kulikufa watu wangapi? Kulikufa watu 100. So that is the height of the altar. The more the damage they did, the more the power the altar became. So kama baba yako alikuwa huyo, kama mka yako alikuwa maumau, ile kazi alifanya ndio mliona nikifanya kwa Mungeke. Yes. Mka yako ndiye alianzisha maumau. Ndiye alichinja mabuzi zile mingi za maumau. Ndiye alipigana ile vita mingi ya maumau. Mimi ndiye nilianzisha Mungeke. Buzi nimechinja mingi. Na kupatia vijana kiapo. Niliwapatia hii majenzi. Sio ulikula kiapo? Wewe. Umekula hiyo kiapo? Si unaona mpaka kwenye nakaa. Spirit ya rebellion. Maana ukikula kiapo unakuwa rebellious. You define everything. Sasa umeelewa shida yako pale nituka? Umeelewa? Yes. So to understand na kujua kitovu chako kiko na direction ya msingi yako. Bila kuelewa hivyo, hata uende kanisa, uende kwa beni hii, akuwekelea kichwa na miguu na kila kitu, utarudi tu ukiwa vile vile. Ukuje kwa Waruinge, atakuwekelea mguu wako, akuwekelea kila kitu, but utarudi nyumbani the same way you come. It doesn't matter nitataja Yesu gapi. The foundation. Kitovu chako kimefungwa wapi? Wale vitovu vyao vilirushwa ndani ya maji, vilienda wapi? Mto yenu labda inaendaka inapeleka maji Indian Ocean. Kwa hivyo kitovu chako kilitoka wapi? Indian Ocean. Indian Ocean ni huko, ni majini na mapepo. Ndio unaona unakaa kidogo unashikwa na kamitima. Kwa sababu kule kimenena. Kule majini ambayo yalikula kitovu chako. Maana majini yanakulanga vitovu. Mapepo yanakulanga vitovu. Unanielewa lakini? Bwana Yesu asifiwe. Ukielewa msingi wa kitovu chako, utaelewa shida ambazo zinakusumbua. Na ndio nakwambia ni vizuri kwanza ndio uanze safari ya dunia hii, ukate kitovu, utafute dhabihu ya kutoa na kukata kitovu. Maana hujui Mungu atakusaidia, umwombe Mungu akwambie ni dhabihu gani utatoa. Ndio kwa maana niwaambia dhabihu ni Mungu anakuambia, si wewe. Maana Mungu peke yake anajua kinachokusumbua, si pastor wako. Mimi nitakupatia mwelekeo, lakini sijui hasa 100% ni nini, what's the problem. Tuendelee baba. Hello. Is this man? Ngapi tunataka kupata? Wangapi wamerealize shida zao mpaka sasa? Hivi ya realize the problem. Unaona sasa? Mwangapi hapa waliokoka 5 years ago? Na mkono. Salvation yako ni 5 years ago kwenda na nyuma. Wale wamekoka miaka 5 kurudi na nyuma, miaka 3 kurudi na nyuma. Inua juu. Miaka 3 kurudi na nyuma kwenda 3 4 6. Inua mkono juu. Inua vizuri, wewe kuinua ni kama imekatika. Inua vizuri. Nitaka kujua ni wachaji wangapi hapa. Umeona? Ameokoka. Hapo na Yesu sikatai. You are fully saved 100%. But umenaswa. Bado unalia shida. Bado unalia nini? Shida. Bado unalia umaskini. Kwa sababu kitovu chako, nyanya yako alikizika. Alipokizika alinena nini? Wale wanakulanga vitovu kama Waluhya, nao walinena kitu gani wakikula? Ndio unakuta ukikuja Nairobi, mikosi tu ni ya kukuliwa pesa zako. Unajaribu kununua kaploti, unasikia ukilipa tu, unaona mtu mwingine amejitokeleza. Anasema hii shamba ni yako, na title yako ndio hii. Na ulipatia title. Na ulifanya mpaka sasa. Ukilipa kwenda kufanya search unakuta ulifanya shamba lingine. Kwa nini? Ulitafurua.
Unakuja unatafuta mke. Wewe ni mama unatafuta mwanaume. Kazi hiyo utakuwa ukifanya dunia hii ni kutafuta, unatafuta na huyu anakuweka chini. Unatafuta na huyu mwingine anakuweka chini. Unatafuta na huyu mwingine anakuweka chini. You are struggling to find life. You are struggling to live. Kwa sababu ya kitu kinaitwa kitovu. You are struggling because ya mkonyo, the umbilical cord. Tufungulie hapo tuendelee baba. Na katika habari za kuzaliwa kwako, siku ile uliyozaliwa, kitovu chako hakikukatwa, wala hukuoshwa kwa maji usafishwe. Halo? Hukuoshwa kwa maji ndio usafishwe ung'are. Kwa nini tunaosha mtoto? Kumtoa uchafu wako ndani. Kwanza haukukutana na kuhani ama mkunga angekusaidia aondoe uchafu wako kisha akukabidhi kwenye ulimwengu ukiwa msafi, bila mivutano ya vitu vingine, bila mivutano ya kule baba yako ametoka, bila mivutano ya kule mama yako ametoka, bila mivutano ya shamba ya kwenu. Na ndio unaona kitovu na circumcision zilikuwa zinapelekana hivi. Kitovu kinapokatwa baada ya siku 8 kulingana na Wayahudi, mtoto anatahirishwa. Ama sasa sisi wa Afrika kuna zile siku tunachukua. Wengine wetu tulitahiri tukienda form 1. Wazee, mimi nilitahiri kwa mzee nikienda form 1. Nilipotahiri kuna mahali nilipelekwa. Nikatahirishwa na nani? Na mtu ambaye amemwagiliwa mafuta ya kutahirisha. Si daktari. And this is where I want you. Wale ambao wameenda pumwani wamezaa watoto kupitia kwa daktari na yule amezalishwa na mkunga, hao ni watu wawili tofauti. Mkunga ambaye amekuja dunia hii in the role ya kuwa mkunga, yeye mwenyewe kama unaona nabii ama unaona mtu ambaye ako dunia hii anafanya kazi ya Mungu, ni Mungu alimteua. Yeremia 1:4. Wao wameteuliwa, wana uwezo wa kubadilisha, maana hiyo ndio kazi ile wameitiwa. Lakini kuna wale tulienda tukatahirishwa na madaktari, ama tulienda kwa nani? Kwa wakunga ambao ni madaktari, wamesomea vitabu. They are doing it professionally but not accordingly. Are you getting me? Those that are called, they will advise you. Hawana kiuno. But those that are doctors, ndio hata wanaona wanauza watoto. Ukienda kwa mko unasikia katoto kalikufa. Kalikufa kakaenda wapi? Hatujui. Kametupwa mochari. Unaletwa kitu kingine kimekufa hapo. Kumbe mtoto ameuzwa hapo kwa barabara kipelekwa Kampala Uganda. Sababu huyo anauza mtoto, hana uchungu wa hiyo kazi ameitiwa. The same as circumcision. Now I want to connect the two. Wakati wanaume walisakamusaisiwa, sisemi wanawake, acha kuniangalia na macho yako. Ni Abraham alitahirishwa na mtoto wake. Abraham akaambiwa atahirishe mtoto, naye mtoto akaambiwa atahirishe nani? Baba. Why? Wakati ile damu ilimwagika chini kwa mchanga, ikachanganyikana na mchanga, ilienda kwa mchanga kuzungumzia mchanga huu, damu hii ikazungumzia mchanga ule. Ndio nini kifanyike? Ndio baraka zinazoitanishwa na huyu mtu ikawa ni dhabihu. In circumcision ni dhabihu. It is a covenant between you, God, and the soil. So wherever you go, you get the blessings of the soil. Lakini sasa kutana na daktari, wende hospitali, kitu ya kwanza atakutahirisha in a very professional way. Lakini hiyo kosi anaipeleka wapi? They get it kwa dustbin. Ni nini itakuja kuokota? Ni maubwa na deli na ndege zile zinakulaga nyama. Itapelekwa wapi? Itapelekwa kwenye mizimu ya kwenu kama imeitisha. Itapelekwa kwa nyumba ya mganga kama wameitisha. Ama iende mahali popote pale. Ndio unaona mtoto akitoka from circumcision. Ulipeleka kitoto kilikuwa brain, kinajua kuongea, kinajua kusema, lakini kikirudi, kinarudi king'ombe. Hakijielewi kabisa from there. Maana circumcision, kule kumwagika kwa damu, kitovu kina damu kinamwaga.
kinazungumzia maisha na hatima ya mtoto wako. Na kutoka hapo, you will be shaped the way God wants you to live. You will be shaped the way the devil wants you to live. Ndio watu wengine nakuta wewe kwenu, yani familia hii ya nyumba hii wamekaa mzuri wote, lakini familia yenu hawakai mzuri. Maneno iliharibikia kwenye kizazi.